watumishi wa afya 381. Kati ya hao watumishi 197 ni watumishi wa kike na watumishi 184 ni watumishi wa kiume. Mheshimiwa Naibu Spika, katika ajira ya mwaka wa fedha 2024/25, halmashauri ya Ukerewe imepokea watumishi 30 ambapo watumishi 18 ni wa kike na watumishi 12 ni watumishi wa kiume. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imekuwa ikizingatia uwiano wa kijinsia wakati wa kuajiri watumishi wa afya na kuwapanga katika mamlaka za serikali za mitaa. Asante. Mheshimiwa Mkundi. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu ya serikali. Ninatambua jitihada kubwa zinazofanywa na serikali na nitumia nafasi hii kuipongeza. Lakini kwenye maeneo ya pembezoni, kwa mfano kwenye zahanati tuchukulie ya Kulazu, kisiwa kidogo cha Ilugwa, haina mtumishi wa kike. Zahanati ya Kwelu kwenye kisiwa kidogo cha Kwelu haina mtumishi wa kike. Zahanati ya Busumba kwenye kisiwa kidogo cha Bwilo haina mtumishi wa kike, jambo ambalo linaleta changamoto kubwa. Na sababu kubwa inayopelekea watumishi wa kike kukimbia maeneo haya ni kwa sababu ya mazingira magumu, hasa kukosa nyumba za watumishi. Nini sasa mkakati wa serikali kuweka mazingira mazuri, hasa ujenzi wa nyumba za watumishi, ili watumishi hao wa kike waweze kukaa na kuhudumia wananchi wetu? Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza naomba nianze kwa kumhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba katika sekta ya afya na katika utoaji wa huduma za afya, wataalamu wa kike na wataalamu wa kiume sio kigezo cha kutoa huduma bora katika vituo. Na kimsingi yako mazingira ambayo wateja au wagonjwa wa kike wangeweza kuhudumiwa zaidi na wauguzi wa kiume au madaktari wa kiume na kinyume chake. Kwa naomba kwanza niweke hii rekodi sahihi zaidi kwamba hakuna utaratibu wa kuhakikisha kwamba kila zahanati ina mtumishi wa kike, na kama haina mtumishi wa kike kwamba zahanati hiyo haina watumishi. Utaratibu ni kwamba mtumishi yoyote awe wa kike au wa kiume amekuwa trained, ana miko, ana utaalamu na anaweza kutoa huduma za afya kwa muktadha huo. Kwa hiyo niwahakikishie Mheshimiwa wabunge kwamba eneo hilo la jinsia si eneo muhimu sana katika sekta ya afya. Swala ni mtaalamu ambaye anaweza kutoa huduma hizo. Lakini kuhusiana na nyumba za watumishi, nimhakikishie Mheshimiwa Mkundi kwamba serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeanza ujenzi wa nyumba za watumishi, na hasa katika vituo vya pembezoni zaidi, ikiwemo katika halmashauri ya Ukerewe. Tulikuwa juzi pale, tumeona kazi nzuri ambayo inaendelea kufanyika. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge serikali itaendelea kujenga nyumba za watumishi katika vituo vya pembezoni ili watumishi waweze kufanya kazi katika mazingira bora zaidi. Asante. Mheshimiwa Kakoso. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Vituo vya afya vya Kasekese, Sibwesa, Bulamata ni miongoni mwa vituo ambavyo havina watumishi wa kutosha kwenye maeneo hayo. Ni lini serikali itapeleka watumishi wa kutosha kwenye maeneo hayo? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba halmashauri ya Tanganyika na katika vituo vya afya hivyo ambavyo Mheshimiwa mbunge amevitaja vina upungufu wa watumishi, lakini serikali hii ya awamu ya 6 na ni dhamira ya dhati kabisa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka hii minne ya serikali hii, jumla watumishi 32,750 wameajiriwa na kupelekwa katika vituo vya huduma za afya kote nchini. Na katika halmashauri ya Tanganyika wamepata pia watumishi wa sekta ya afya, na tunaendelea kupeleka watumishi hao kwa awamu. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali inatambua upungufu huo, na kila kibali cha ajira kikitokea tutahakikisha tunatoa kipaumbele katika halmashauri ya Tanganyika, lakini pia zile nyingine ambazo ziko mazingira ya pembezoni. Asante.